Amina, haya mambo ni ya kweli kabisa? Ndiyo, kweli, na nimezaa mtoto na babangu. Na anafanana naye? Kila kitu, tena babangu anajua kutoa kweli kopi. Okay, sasa tutamuona baadaye kidogo mtoto, lakini tuweze kujua vitu gani ambavyo vilikupelekea na ilikuwaje? Tusimulie mwanzo. Japokuwa umesema sisi wanaume sisi tumehusika vipi? Hapo nyuma nilikuwa na mahusiano na mwanaume wangu. Na tulishaenda kwa wazazi kabisa. Tulikuwa tunaenda kabisa kwenye hatua ile ya kufunga ndoa. Mimi na yeye. Yaani ulikuwa na mpenzi na ukampeleka kwa huyo baba yako, yani kwa baba na mama, au baba mwingine, mama aliolewa sehemu nyingine? Nilimpeleka kwa babangu, mama na babangu wametengana. Kwa nilimpeleka kwa babangu kwa sababu babangu ndo tunayeelewana kuliko mama. Ndo tunayeelewana. Kwa ikabidi nikamtambulishe kwamba huyu ndo mwenza wangu wa maisha. Lakini sikujua kama mwanaume yule alikuwa hana mpango wote na mimi. Lengo lake tu anitumie, na sikuelewa kwa sababu gani alikuja mpaka nyumbani kujitambulisha, kwa sababu alijua yule ni babangu wa kambo, kwa akachukulia tu acha niende tu kwa sababu sio baba yake mzazi. Mtu mpaka amefikia hatua ya kuamua kuja kwa mzazi wangu, mimi nikajua mtu huyu kweli ana malengo na mimi, lakini kumbe alikuwa na mambo yake binafsi. Huyo mpenzi wangu si kwa sababu mimi nilikuwa na hela, maana mimi kwenye hela nilikuwa vizuri na kila alichokuwa nataka nilikuwa nampatia. Unaonga? Niseme nilikuwa namuonga mume wangu mtarajiwa, sio ni. Wao wanaume wa kuongwa. Shoya. Kona hisi endo alichopagawa nacho kwamba huyu mwanamke ana hela, kwa acha nifanye, maana yake mtu unajua kama ana hela unaweza kufanya chochote, imradi anakupa hela. Kwa hiyo na hisi akatumia kama advantage ya kuja nyumbani kujitambulisha. Tumekaa naendelea kumpa hela zangu, anachotaka nafanya, nikamjengea kwao nyumba. Kumbe ulikuwa vizuri nilikuwa vizuri kwenye hela, familia yetu sio mbelile. Tuko vizuri. Kama mimi tu na account yangu afu na nyumba yangu binafsi. Na biashara zangu ambazo babangu kaniachia. Kwa tukaenda bwana, tunaenda hivyo na honga, mimi sielewi kama namuonga mtu gani. Mapenzi yani. Tufunge ndoa sasa. Hataki, ananivutisha tu, mimi subiri, kuna mambo yangu nataka niyaweke sawa. Mambo uyaweke sawa miaka 3 yote mtu anaweka mambo sawa. Mimi nikaanza kuwa na mange, huyu ameoa. Lakini tangia tu kwenye mahusiano sijaimuona akiwa na mwanamke wala mwanamke yote kumsumbua, sijaiona. Kwa hiyo nikaa najiuliza kitu gani ambacho kinamfanya yeye ashindwe kunioa. Inabidi niwe mvumilivu. Ikabidi niende tu kumvumilia. Lakini bado wimbo wangu kwa huo na tuchokuwa tunagombana ni hicho. Nataka kunioa. Mimi nataka unioe hata kama hatutafunga harusi ile. Nataka tu mimi na wewe tunaishi pamoja. Sababu kubwa alikuwa anakuambia ni nini kutokuoa? Haniambii yani ile kabisa, ananiambia tu kuna vitu vyangu binafsi ambavyo sitakiwi nikuambie, kwanza nitakwambia. Sasa hizi siwezi kuambia, ni mapema sana. Vitu binafsi. Kwa hiyo sielewi hivyo vitu binafsi vitu gani ambavyo mimi sikupaswa kuvijua. Kwa hiyo ukawa ni ugomvi na wimbo wangu ukawa ni huo, mimi nataka tuishi pamoja. Mbona kila kitu tunacho? Unachotaka nakupa. Vitu gani ambavyo bado ambavyo mimi unashindwa kuniambia nikusaidie? Hataki. Naona mpenda sana. Yaani nampenda mpaka saa hizi naongea hivi na bado nampenda, hata akisema turudiane naweza. Basi ikafikia hatua mzazi wangu mimi sasa ndo akaanza kunisumbua. Vipi wewe? Mbona huyo mwenzio simuelewi? Mshakuja kutambulishana, mmemaliza kila kitu, mnasubiri nini sasa? Nikamwambia mimi mwenzangu ndo simuelewi. Akamwambia nimuite aje azungumze naye. Nikamuita akaenda kumwambia. Vipi wewe, mbona mpo kimya mpaka saa hizi? Mimi mzee, kuna vitu vyangu tena binafsi, yani hivyo vitu natakiwa nije niwaambie, sio kwa sasa. Ni mapema sana, natakiwa nikivikamilisha ndo niongee. Mzee akasema vitu gani hivyo? Mzee nitakwambia tu, ila kwa sasa mimi ndoa nisiwezi. Mimi nikamwambia tu mzee kwamba mimi nimeshachoka, nimevumilia miaka 3 mtu anafanya vitu vyake, vitu gani binafsi.
Kama ana mpango na mimi aniambie. Kwa sababu hivi vitu binafsi anaweza kavifanya hata kinioa. Kwamba mimi ndio vinanizuia mimi asinioe. Kwa hapo ndo tukaanza kugombana sasa kwamba kila mtu amemchoka mwenzie. Na nikamwambia arudishe vitu vyangu vyote nilivyomnunulia. Alirudisha sasa. Siku tumekubaliana virudishe maana kila kitu nilimwandika yeye, nyumba niliyomnunulia japokuwa wengine mtu akikununulia nyumba inabaki kwenye jina lake. Lakini mimi nilimwandika kwa jina lake yeye. Sikuandika jina langu. Kwa siku hiyo namwambia nirudishie vitu vyangu tumepanga kukabidhiana hivyo vitu. Akauza akatoroka. Kwa mimi kwangu tena ikabaki ni hasara, nimehonga, nimetumiwa, sijaolewa na mtu vitu vyangu amekimbia navyo. Kwa nikabaki na baba yangu wa kambo ndo akaendelea kuwa mfariji wangu mimi. Akakaa kivipi? Mlikuwa mnaishi naye? Mimi mara kwanza nilikuwa naishi na baba yangu huyo wa kambo. Japokuwa mama na baba yangu huyo baba yangu wa kambo walikuwa wamefanya nini? Wametengana. Mimi baba yangu mzazi alishafariki. Walikuwa wametengana lakini baba mimi alikuwa ananipenda. Na akasema uwezi ukaondoka na huyu mtoto kwa sababu nimemlea tangia mdogo. Kwa mama ilibidi aondoke na mama yangu mimi ni mdangaji. Kwa hawezi hata kuwa na mshipa wa kusema niondoke na mtoto nitamzuia kwenye mambo yake. Kwa akaniacha yule mzee ndo kanilea mimi. Mpaka hapa nilipofika na vitu hivyo nilivyo vyote ni vya huyo mzee. Kwa alipotoroka yule ndo akabaki kwa mfariji wangu. Maana mama ndo huyo haeleweki. Tumekaa nikaona sasa mahusiano tena kwa saizi siwezi kwa sababu ile katishanitibua vya kutosha. Nimetumia hela zangu afu mtu kumbe toka ananipotezea muda wangu. Basi nikaendelea kuishi na baba yangu. Naishi na baba yangu na unajua baba yangu ni mwanaume. Ndiyo. Ni mwanaume na sio baba yangu mzazi. Kwa unapika wewe nyumbani? Kila kitu nafanya, nafua nguo za mzee, napika. Hivyo. Wewe kila kwa ukafanyika kama mke, Ilibidi nifanye hivyo sasa hana mwanamke pale wa kuishi naye. Kwa mimi ndo ikabidi niwe hivyo mke wake. Kama mke wake sio mke wake ikabidi niwe kama mke wake. Unamhudumia mshua. Namhudumia mzee wangu. Sasa sikujua mzee kama niseme sio tamaa kwa sababu mimi yule sio ndugu yangu amenilea tu. Kwa huenda kuwa alikuwa na vihisia fulani hivi unajua mtu kama sio ndugu yako. Akaanza na hisi kunitamani yeye binafsi. Mimi hata nilikuwa hata sina mzuka naye. Ila yeye akaanza kunitamani mimi. Nikashanga mitego. Amna ila nguo nilizokuwa navaa mimi ni binti siwezi nikavaa maronya eti nikavaa sketi libwanga limeshuka mpaka chini hapa. Mimi ni mtoto wa kishua. Ukinama mpaja ndende. Si unajua tata tunafanya mambo ya uzunguni. Kama wazungu vile unamkisi babako vizuri tu. Kwa na mimi ndo nikaa naishi hivyo. Kumbe mwenzio inasimama mpaka down. Ina maana sisi wa bongo kumbe sisi ndo hatuwezi tukafanya mambo ya kizungu. Ile hatuwezi sisi tukaifanya. Wale ni wazungu tuachie wazungu sisi ni wabongo. Wabongo. Kwa mimi nikaa napiga hivyo vitu najua. Tena nikiangalia na movie zangu za kizungu najua mshua hapa hamna kitu. Nisijisaulishe kwamba yule ni babangu wa kambo. Daddy, daddy. Na babangu na babangu ni HB. Japokuwa ndo anaelekea kwenye uzee lakini ni HB. Ni mzuri. Mama alikuwa sahihi alichagua. Mama kuchagua anajua. Kwa tukaendelea kuishi hivyo. Napiga mapigo yangu. Mzee kumbe ananimezea mate kila siku ananiangalia. Akaanza bwana. Kama ile mtu anataka anataka kutongoza, kaanza nakuja na vizawadi. Maana leo kaniletea chupi. Kesho nashangaa sijui kaniletea sijui chocolate, sijui za I love you, sijui. Sasa mimi najua ni mzee tu. Mambo yetu ya kizungu. Mnaishi kama wazungu. Wazungu potezea huko. Kesho tena amekuja na hiki vinguo, vimini tena ndo akazidi kuniletea vimini zaidi. Makeup, perfume hizi zinanukia vizuri, lakini lazima ziwe na vikopa kopa. Sijui vibarua vile kama mtu anaenda kumpelekea mpenzi wake.
Sasa mimi nikanachukulia poa. Kumbe mzee ndo amekufa ameoza, anashindwa tu kufanya nini, kuzungumza ile aibu kwamba ni mtoto. Lakini mimi nikaanza kujiongeza. Mzee huyu mbona hivi vimezidi hivi, vimekuja vimezidi, mara vibarua, na tuko wawili tu humo ndani. Nyumba kubwa. Siku sasa napiga deki. Na madhangu napiga deki. Nimepiga kigauni changu. Kumbe mzee amesimama nyuma ananiangalia. Sasa ile ni name hivi. Namuona ametoa macho tu ananiangalia hivi. Niambia baba vipi? Mwanangu. Amna. Nimeona tu hapo yani unapata shida sana, sijui nikutafutie mfanyakazi. Kumbe alikuwa anaangalia mambo yake bwana. Hamna baba, mimi niko poa tu, sitafute mfanyakazi. Mimi nitafanya hizi kazi. Sawa mwanangu. Lakini mwanangu baba. Nani chumbani kule vipi, umetandika? Mimi nimetandika tayari, au kuna kitu kingine? Sijaingia bado, sijaangalia kama kupo sawa. Kupo sawa baba. Chai je? Baba chai tayari ipo mezani, mbona nilikuamsha kabisa uje unywe chai? Ni sawa. Nikaona hapa. Nikaanza kuwaza sijui niondoke. Lakini nikaona kuondoka hapana. Itakuwa ya moto. Baba hawezi kufanya vitu kama hivyo. Nikachukulia tu poa. Ndio hivyo vya kusema wanakuambia watu usichukulie vitu poa. Naendelea kukaa. Siku nashangaa usiku anakuja kwangu chumbani. Na mimi waga nazima taa. Amenyata amekuja chumbani. Kaanza